Sky Cable TV Kenya, Beyond the Real. Je, unahitaji manukato mazuri ya kunukia yanayodumu siku nzima? Downy Perfume ni manukato yanayodumu kwa nguo zangu siku nzima. Wengine wakiongeza manukato yanayofifia kwa muda mchache zaidi. Downy Perfume hubaki kwa nguo zangu zaidi ya manukato ya gharama. Hivyo mimi inabaki kunukia kwa nyakati ambazo ni muhimu. Kwa matumizi ya Downy, jaribu leo kwa shilingi 15 tu. Nĩ hĩndĩ cia kĩhanda wega thaa ĩmwe cia hwaĩ-inĩ mathaa ma East Africa, na ngagĩkĩhoka atĩ mũthenya waku no ũrathiĩ na mbere na kwagĩrĩra, na harĩa hothe wagĩtinda angĩkorwo nĩ kũmathia ũkũmathagia nĩ wakĩinũka mũhuko waku wĩimbĩte ono hanini kũnyita ũgeni harĩ mũtambũrũko witũ wa mohoro ma Sky Cable TV thaa ĩmwe cia hwaĩ-inĩ, nĩgetha ngũkũmenyithie riboti na mohoro marĩa tũkũharĩrĩirie gũkinyĩria ithaa rĩrĩ, na niĩ ngũgũtambũrũkĩria njĩtagwo Wanjikũ Wanjaũ. Tũgũkĩambĩrĩria na riboti ya kĩeha gũkinyĩria rĩu andũ atatũ nĩo makoretwo makĩrwo mena virus ya mũthemba wa Omicron ya COVID-19, na rĩu thirikari nĩ ĩthing'ĩrĩirie Akenya othe harĩa marũma gwĩtĩkĩra kwĩmenyerera mũno makĩria rĩrĩ tũrĩ ihinda-inĩ rĩa thigũkũ. That we have actually detected the Omicron variant among some of the travelers who have been traveling through Kenya, and we have at least 3 cases so far. We have a lot of other samples that we are sequencing. So in the next 2 days, I will be able to confirm the spread or otherwise of the Omicron variant in the country. As I had said earlier, what we are hearing and what the information we are getting from other countries across the world are that the variant spreads very quickly, very fast. The effect of the spread is that if one has been vaccinated, the level of attack is a lot less and the need for hospitalization is limited. So if one has been vaccinated, they are getting chills, a bit of headaches and so on. But so far, what we have seen ourselves and what we have heard from our colleagues from South Africa and elsewhere is that the level of hospitalization is less than the Delta variant that we had some time back. So far, the hospitalization cases that we have in our country are still Delta. We have not detected any Omicron variants in our hospitals. But of course, as I said, we are carrying out sequencing in all our laboratories so that we are able to give Kenyans a better picture of where we stand as far as the Omicron variant is concerned. It is clear, however, that moving forward, the Omicron variant is likely to be the dominant variant, not just in our country, but across the world. And we are happy that the management of the variant globally is now being handled in a better way. We have had some countries that, for example, had closed and locked out people traveling from some countries have been removed from the red lists, and that's a good plan because the way to manage the virus is to ensure that we keep away the virus, but not necessarily keep away people. This variant is there with us. It is going to spread. There is no question about it. And it's a question of us preparing ourselves. We have urged that through the COG that all counties begin serious preparation for any eventuality
We have also urged that Kenyans get vaccinated. This is no time to debate. This is no time to start hesitating when it comes to getting vaccinated. The statistics are clear. In the countries that have got a widespread Omicron variant, it is clear that if you have been vaccinated, you are much better off than if you have not been vaccinated. If you have not been vaccinated, what you are threatening is your livelihood. You are likely to get sick faster than if you are not. You are going to go to hospital. You are going to spend money that you do not necessarily need to spend. You are going to impoverish yourself with huge bills. Tukire o riboti ni o icio ciĩgiĩ mũrimũ kĩng'ũki wa COVID-19 wendia wongerereku wa indo cia mathara bũrũri-inĩ nĩ ũhotometie na gĩkĩro kĩnene bara ya kũrũa na mũrimũ kĩng'ũki wa COVID-19 kuona tũmwe twa tũrembeko tũrĩa tũrahũthĩra o mũthenya kaingĩ tũkoretwo tũkĩgũrwo kuma mabũrũri ma nja no tũrĩ twa mathara. Pharmaceuticals and medical related equipment, and of course we continue to work with the Pharmacy and Poisons Board, being the ones that really deal with the pharmaceuticals, but as anti-counterfeit authority we are there to enforce whatever intellectual property that has been protected in the medical field. The issue of the oxygen cylinders, when we talk about manufacturing all the cylinders, remember they are made by companies that make profit. So right now they are needed because of the COVID situation that we have in the country. But could we also look at it when the COVID situation goes, what will we do with all those cylinders? Na Ngai kihoka we haria hothe ukiri na urathi na mbere na kwigitira kuona riu na virus ino njeru ya Omicron niragikorwo ikihota andu aingi muno ngakihoka ati ni wamukirite njanjo yaku ya COVID-19 no urathi na mbere na kuhuthira karembeko gaku ga kanwa karia gakiri kahitukie ni thirikari ya Kenya na ugathi na mbere na gwithamba moko na kurehaniriria na andu. Tugithi riboti ni iyo ingi, jeshi ya bururi wa Kenya riu iri na gikeno gia gukenga thutha wa mugathe Uhuru Muigai Kenyatta kuruguria tafarira ya waki wa nyumba makiria ma 3,000 iria citanyitwo kuguna jeshi itu oro hamwe na family ciao. Siku ya leo ni siku ya furaha. Ni siku ya furaha kwa sababu tumeona mwanzo wa safari ambaye tumeitegemea kwa muda mrefu. Kwa muda mrefu tumejua ya kwamba tuko na shida ama ukosefu wa nyumba kama ofisa wetu na askari wa jeshi, na tumekuwa tukitafuta mbinu mbalimbali ambazo tunaweza tuzitumie kuhakikisha ya kwamba tumeweza kutosheleza hiyo shortage ya nyumba kwa KDF. Na ndipo tukakuja tukapata hii nafasi ya kukubaliana ya kwamba tunaweza kufanya PPP program ya kwanza katika jeshi na ya kwanza hata kwa wizara nyingi, lakini ile ambaye pia imekamilika kwa muda mfupi kabisa. Hii project ikiisha tutaweza kuwa na nafasi vile mumeambiwa hapa ya zaidi ya askari 3,000 na familia zao. Your Excellency, we are very pleased to be here and especially to have you come to inaugurate these buildings for these young soldiers. For quite a long time, Your Excellency, we've had the
intention to build houses, mainly to get the soldiers living in one area, principally because it is important for them to be in one area for ease of mobilization. And this dream, Your Excellency, has come true, and I must, on behalf of the entire KDF, all the officers and service members, thank Your Excellency for the support and the guidance that you've given us in terms of coming to this point where we are having to construct over 3,000 houses in 5 regions of our country, meaning that a lot of these young families that are coming up will have areas where we can all have them together, and then we can be able to increase our response capacity. We are also grateful, Your Excellency, that as we move into the future phases, we'll be able to increase the numbers. The numbers that we are starting with, 3,000, is a very good start point. But those numbers will multiply as we move on, and hopefully within the next 5 years, we should have enough capacity for all the soldiers. Ikundi citarĩ cia gĩthirikari nĩ cicokanĩrĩirie na gũthondeka kamĩtĩ ĩrĩa ĩtanyĩtwo gũthũrima itũmi cia twana twa airĩtu gũkorwo cikĩgwatĩra mahũkwa na gĩkĩro kĩnene mũno, na ĩno nĩyo riboti, reke tũigue ũrĩa mekuga. Kwa sababu shule ziko zinafunga, na hapo nyuma wakati watoto wamekuwa likizo ndefu, tuliambiwa na tuliona kwamba watoto wengi waliweza kupata mimba. Watoto hawa ni wa shule. Watoto hawa wanatakana ulinzi, na ulinzi huo utoke kwa mzazi ama yule ambaye amekaa na mtoto. Kwa sababu visa ambazo tulikuwa tunaelezewa ni kwamba mtoto ameenda kutembelea shangazi yake, na kwa shangazi yake kuna vijana, kuna wasichana. So mtoto anaachiliwa anaenda kukaa kwa nyumba ya vijana wenzake, na kumbe huko ndiye alikuwa anapata hizo mimba. Kwa hivyo tunawaomba wazazi, tafadhali mkuwe makini na hawa watoto wanapokuja kwa likizo. Na leo tumekuwa na hafla ya kuleta memorandum. Tunajua kwamba mambo ya mimba za utotoni zimeongezeka na maambukizi ya HIV among teenagers, ambapo tunaambiwa zaidi ya 18%. Takwimu zinaonyesha kwamba wasichana wetu wanapata mimba wakiwa wadogo. Kwa hivyo tuliweza kukaa kama network, tukaweza come up with some resolutions kuhakikisha kwamba tumepeana mapendekezo yetu kama network, ili ya kwamba technical working group ambayo inahusisha idara tofauti za serikali na mashirika iweze kuchukua ile mapendekezo ambayo tuko nayo ili kuweza kumaliza mambo ya teenage pregnancy, na pia mambo ya jukumu la wazazi. Tuweze pia kuangalia wazazi wana jukumu gani na wako na jambo gani ambao wanaweza kufanya ili tushikane mikono ili tuweze kumaliza mambo ya teenage pregnancy, na pia hata mashirika tofauti na idara tofauti, hata religious leaders. Hii technical working group inaleta kila mtu pamoja ili kuweza kuwa na yule mjadala. Je, vile hali ilivyo, tutaweza kufanya nini kuhakikisha kwamba watoto wetu waendelee kupata mimba za mapema? Wazazi wamejukumika katika hali yao ya ulezi kuhakikisha kwamba wamejukumika kuhakikisha mtoto ameweza kukua mpaka wakati unaofaa ambapo anaweza kufanya maamuzi. Majina naitwa Evelyn Wairimo kutoka shirika linaitwa Okta. When we look at teenage pregnancies, we must agree that it's the girl who bears the burden of teenage pregnancy. And we need our government to formulate and implement policies that protect the girl child. When these cases are taken to court, the girls, the perpetrators, regardless of their age, should be punished in accordance to the law. And the girls should be given opportunity to grow and opportunity to pursue opportunities. And protection for the girls should be our first priority as a county government, as CSOs, because that is our concern. The girls are getting pregnant in school, they are giving birth, and they need to go back to school, and their mental health issues are not addressed. So we really need to have policies that address these issues. We really need to have policies that take care of the girls and protect them.
The girls that are in school should be in school. The girls that are supposed to be taken care of should be protected. Arimũ kuma kaunti-inĩ cia Bungoma na Busia nĩ magunĩkire na mathomo marĩa maheanirio nĩ gĩkundi kĩmwe kĩa Scouts gũkũ bũrũri-inĩ itanainyĩrĩria gũtigĩrĩra atĩ arimũ na ciana nĩ mahota kũiguana rĩrĩa marĩ cukuru, ũndũ ũrĩa makenereire na gĩkĩro kĩnene mũno makĩria. Ili waweze kuwapasha, kuwatuza na kuwalea watoto katika njia ya kiscout ili waweze kukuzwa wakiwa na maadili mema. Lengo la hawa walimu kuja hapa ni kwamba mwanafunzi asiwe anaonekana anajua sana. Kuna vipengele vingi ambavyo wameweza kujifunza juu yake ili waweze kuwafunza watoto. Wamejifunza jinsi ya kuepuka mambo ya utumizi wa mihadarati au madawa za kulevya. Wamejifunza jinsi ya kuwa viongozi wema. Wamejifunza njia na mbinu ambazo mwanaskauti anaweza tumia kwa minajili ya kukosa kujiingiza katika vikundi ambavyo sio vizuri. Wamejifunza pia mafundo tofauti tofauti. Wameweza kuongea juu ya uongozi kwa jumla. Wameongea juu ya afya na zaidi ya yote mazingira. A preliminary training course, one of the scout leaders training course that would give skills and the capacity of our teachers who are the scout leaders in working with the scout units in their schools. Because rain is not enough, manure is not enough for us to get enough produce or abundant produce on our farms. The skills, a farmer needs skills in order to utilize the resources that are available for us to have abundant produce. So it was actually prudent enough for us to build the capacity of scout leaders so that when they go back to schools, they can be our ambassadors, they can be our agents of change, working with the young kids directly and also finding a way of involving the entire school in the activities of environmental conservation and food security. Tumekuwa tunafanya mradi wa shule wa sponsorship ya kikundi kinachoitwa VI Agroforestry. Tunatembea kwa shule tukifanya mradi unaitwa Food for Life. Ukiangalia katika SDGs, Sustainable Development Goals za Kiskauti, tuna nambari 5 inasema Zero Hunger. Tunatengeneza kitchen garden ambapo tunatumia ujuzi ambao tunafunzwa Kiskauti kwa kutumia makaratasi ya kawaida ambayo tunaita PVC, ama mtu waweza kutumia magunia ambayo yashatumika. Tunashona pamoja, tunatengeneza miviringo. Tukishaweka pamoja tutakuwa tumetengeneza shamba ambalo linawekwa karibu na jikoni, na unapata ya kwamba tunapunguza njaa, na hata hivyo pia tunaongeza ama tunaweza kujimudu sisi wenyewe. For the 3 days we've been here, we know that we are going to help those young ones so that they can be able to grow into holistic persons, good citizens, people who are able to Ciana na arimũ kuma macukuru ngũrani guothe bũrũri-inĩ nĩ mekunyitanĩire mathomo-inĩ ma kũrigita marĩa matũrigicĩirie, tabarĩra ĩrĩa ĩnyitĩrĩirwo nĩ thirikari ya Kenya, na o nĩguo mekuga. They go back to school in January. They'll start their green schooling initiatives that they're going to call themselves the Kijani Eco Warriors, to continue with the spread that they are going to be in the front line to champion greening our country and greening the world. They should help us with some fund so that we should buy more trees for us to plant. I think that one, it will make our environment good and look nice and not affect our environment. The government of Kenya has initiated a tree planting fund, but in addition to that there is a serious drive by the government. As development partners, we laud this activity by the government. To ensure sustainability, the government will be working not just with Kenya Forest Service rangers, but also with scouts. The young people must be given charge over these trees to make sure the trees actually survive. I've passed 3 years, past 10 years, and will build
trees, the forest cover in Kenya. In terms of the tree planting initiatives, we're working very closely with the government to ensure that there are proper monitoring systems. How do we know how many trees we have, how many trees have survived? So we're also working with the government, partnering with them to use technology, digital technology, to monitor the survivability of these trees. Change in weather patterns. You know, sometimes farmers knew exactly the time to start plowing their farm, the time to start planting, the time to harvest. Nowadays things have changed. There's a student who was mentioning there are days that we knew Christmas was either a cold season or a hot season. Nowadays it's so unpredictable. You don't even know when the long rains are coming, when the short rains are coming. So if by the time students are equipped with this knowledge, we're now talking more of adaptation. If they can leave this place and get to know that from now onwards, I'm leaving this place, understanding that I have a role to play. Thiko nyinyi tu thutha wa Naikuru gutuo mucii munene, gavana wa kaunti iyo Lee Kinyanjui umuthi ni atongoririe mihang'o ya guthondeka kiharo kia Afraha itanya-ini ria kunyitirira athaki kuma kaunti-ini iyo. Na gukiuma na riboti iyo hau niho tugukorwo tugikira gaturumo mutamburuko witu wa mohoro ma Sky Cable TV thaa imwe cia hwaini. Ngaigucokeria ngatho cia mwanya muno we mwiroreri wakwa na uthii na mbere na gugitwarana na ithi gukinyeria ithaa riri. Ngagikwendithiria utuko mwega no itanariganirwo itikira kwaraniria na ithui nenda-ini citu ciothe cia ukinyaniria nditaga Wanjiko Wanjao na guku turi ni Sky Cable TV Kenya. Nie ngugutamburukagiria njitagwo Wanjiko Wanjao.